Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema juu ya neema. Kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kila Mkristo anayo neema fulani. Kila Mkristo ambaye ameokoka kuna kiwango cha neema ambacho anacho, lakini kile kiwango cha neema ili kianze kufanya kazi kinahitaji yule mtu aliyepokea ile neema aweze kuitambua ile neema na aweze kushirikiana nayo. Kama tunazo neema lakini hatutumii neema, ni sawasawa na mtu ambaye hana neema. Paulo anasema hivi, maana sikuipokea neema ya Mungu bure, lakini nalizidi sana kutenda kuzidi wote, lakini si mimi, ni neema ya Mungu. Neema inapokuja kwa mtu, kitu ambacho anatakiwa kifanye ni kuifanyia kazi ile neema. Unapochukua hatua ya kuifanyia kazi ile neema inaanza kuonekana, ile neema inaanza kujifunua. Lakini neema ikiwepo, mtu asipoanza kuifanyia kazi, ile neema inakuwa kama haipo, haionekani. Mimi namshangaga sana baba akiwa anaongea mafunuo, lakini yale mafunuo kuyabadilisha sasa ili yawe harisi, yanahitaji mtu aweze kuanza kushirikiana nayo, kwa sababu mafunuo yanapokuja, kazi ya Mungu inakuwa imeshafanyika. Inabaki kazi ya mtu kuyafanyia kazi yale mafundisho au yale mafunuo ambayo yanakuja. Ndipo Paulo akasema kwamba nami katika neno lilo natoa shauri langu, maana neno hili la wafaa ninyi mliotangulia yapata mwaka, licha ya kutenda hata kutaka pia. Lakini sasa timizeni kule kutenda nako. Katika kanisa letu la PAG Msamvu tumepewa neema kubwa sana. Tumepewa neema ya kusikia neno la wakati kabisa ambalo Mungu analitaka. Lakini hapa anasema hivi, kwa kadiri mnavyotaka timizeni na kutenda. Katika utendaji, hapa ndipo pa kuangalia. Mungu akitusaidia tukaweza kutenda yale Mungu ambayo anatuambia kila siku, tutakuwa watu wa ajabu sana, tutakuwa watu wenye neema kubwa. Nikaona Mungu anaongea kwa mzigo mkubwa sana kwamba katika kutenda yale ambayo tunayasikia lazima tuwe makini sana. Akasema kwa kadiri ya mlivyo navyo tendeni. Yaani kwa kadiri ya Mungu aliyokupa neema, ile neema itumie, kwa sababu neema inaweza ikawepo lakini usiitumie. Neema inaweza ikawepo kwa mtu lakini asiitumie. Somo la neema ni somo ambalo ni sensitive sana kwa Mkristo, lakini hapo adui amewekeza nguvu nyingi kwamba watu wasielewe neema na kuijua, kwa sababu wengine wamesikia kwa habari ya neema na wameelewa tofauti na neema inavyotaka. Wengine walihubiriwa kwa habari ya neema isivyo sawasawa. Kwa maana yake maisha ya Mungu ndani yao yanakuwa hayaonekani na ule utendaji wa Mungu hauonekani. Anasemaje? Anasema lakini kuweni katika neema, katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Petro analiambia kanisa, anasema kwamba lakini kuweni, grow in grace, kuwa katika neema. Kukua katika neema au kuongezeka katika neema ni pamoja na kuanza kuyafanyia kazi yale ambayo tunayasikia. Yale ambayo tunayasikia ni mafundisho ya neema, yanatujenga. Tusipoyafanyia kazi, tunakuwa na hali fulani ya kukua katika neema. Tunakuwa na hali fulani, tunaweza tunajua vitu vingi, lakini ukuaji, kujua vitu vingi sio ukuaji. Bwana asifiwe. Ukuaji unaanza kuonekana pale mtu anapoanza kutenda. Tutajuaje kama mtu huyu ana neema ya Mungu? Tutaangalia utendaji kazi wake, kwa sababu Biblia inasema kwamba Yesu alikuja na neema, alikuwa amejaa wingi wa neema, na kweli tuliona neema yake. Tumeona katika maisha yake neema ya Mungu ikijidhihirisha waziwazi. Hauwezi kusema kwamba una neema na neema haionekani. Ni sawasawa unasema kwamba una Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu hajakubadilisha. Yaani huwezi kusema kwamba una neema ya Mungu ya ajabu alafu hatuoni maajabu. Kitabu cha Matendo ya Mitume, nilikuwa namsoma mtu mmoja anaitwa Filipo. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba alikuwa amejaa neema na nini? Stefano, na uwezo. Akafanya nini? Aliishia pale. Akaanza kutenda ishara na maajabu. Mtu aliyejaa neema ya Mungu lazima tuone utendaji kwanza,
lazima uonekane utendaji wa Mungu unafanya kazi, kwa sababu neema ya Mungu, watu wengi tumefundishwa kwamba ndiyo ni upendeleo wa Mungu, ndiyo ni utendaji kazi wa Mungu, ndiyo ni kibali cha Mungu. Ukisoma kitabu cha Agano la Kale anasema kwamba Nuhu akapata neema, si ndio? Akapata kibali, si ndio? Sasa watu tumeishia hapo, lakini neema inatakiwa ifike mahali ianze kufanya kazi ndani yetu. Wakorinto wainifurahisha sana. Paulo anasema kwamba kwa wingi wa neema mlizo nazo, yaani walikuwa wana kila kitu, neema ilizidishwa kwao na utendaji ulionekana. Japo waliumba kidogo, lakini utendaji ulikuwa unaonekana. Kwa neema tulionayo lazima ifike mahali inafanya kazi. Watu wa Mungu hawezi kutuelewa, watu wa duniani hawezi kutuelewa. Kama tunasema kwamba tuna neema lakini neema haionekani, haiwezekani, hatuwezi kubadilisha mji huu. Tukianza kushikiana na neema, hatutaweza kutumia nguvu tena, tutatumia nguvu za Mungu, kwa sababu neema tunayo, lakini kitu ambacho kinatuzuia ni ile hatua ya kushirikiana na ile neema.